Hivi unajua kwa nini wale wanyama wa porini waliitwa the big five? Wanyama watano wakubwa wa mbugani. Kwa nini walipewa hiyo AKA ya the big five? Kabla sijakupa majibu, wanyama wenyewe ni African buffalo, nyati, tembo, elephant, kifaru, rhino, chui, leopard na simba, lion. Kwa nini walipewa hii nickname? Kwa nini walipewa hii AKA ya the big five, wanyama watano wakubwa wa mbugani? Hawakuitwa the big five kwa sababu ya ukubwa wa miili yao. Hapana, bali ili jina la the big five lilitokana na hatari na ugumu wa kuwawinda. Na kurudisha miaka mingi sana nyuma. Ngoja nikurudishe miaka kadhaa nyuma. Hapa nisikilize kwa makini. Acha unachokifanya, nisikilize mimi. Enzi za uwindaji wa kifahari karne ya 19 na karne ya 20. Hapa naongelea ile miaka ya 1800 na miaka ya 1900, enzi za ukoloni. Matajiri na watawala kutoka Ulaya wakaja Afrika, hasa hizi nchi za Afrika Mashariki na Kusini. Walikuja kufanya uwindaji wa kifahari unaojulikana kama trophy hunting. Yaani kinachofanyika kwenye hii trophy hunting, matajiri walibeba silaha za kutosha, alafu wakaingia nazo mbugani kwenda kuwawinda na kuwaua. Kwa hiyo wao ilikuwa ni kuenjoy tu wanavyowaua. Huu mchezo ulifanywa sana na Waingereza, Wajerumani, Wafaransa na Wamarekani. Lengo lao lilikuwa ni kufyatua tu risasi na kuwaua wanyama. Atakayewaua wengi ndo mshindi. Ndio hilo jina la trophy hunting lilipotokea. Waliopitia ukoloni sio binadamu tu, hata wanyama walipitia. Hawa wanyama walikiona cha mtema kuni. Sasa katika uwindaji wao ndo akaja na hii list ya the big five, wanyama watano wakubwa wa mbugani. Hawa walikuwa ni wale wanyama ambao walipata shida sana kuwaua. Walikuwa hatari sana na ilikuwa ngumu sana kuwawinda. Simba, chui, kifaru, tembo na nyati. Alafu haikuishia kuwa ngumu tu kuwawinda. Hapana, hawakuwa wanyama wa kukimbia, bali walipambana na hawa wazungu. Ni wazungu wengi tu walipoteza maisha kwenye huu mchezo wa trophy hunting. Unadhani ni wanyama pekee ndio waliokufa kwenye huu mchezo? Hawa wakoloni weupe walikufa kabisa kabisa, licha ya kuwa na bunduki kubwa na za kisasa na kulindwa na walinzi wenye uzoefu. Hawa wanyama walithibitisha kwa nini waliitwa the big five. Katika hawa wanyama big five wote, nikikuuliza unahisi ni mnyama gani hatari sana na anaua binadamu kwa idadi kubwa sana? Hili swali lazima ulikose. Ni wengi watasema simba. Wrong. Mnyama hatari sana hapo ni nyati. Nyati kwa binadamu ni hatari sana kuliko simba. Simba anaua kwa ajili ya chakula, ila nyati anaua kwa hasira. Umeona balaa hilo eh? Hapa naenda kukutengenezea list ya hawa wanyama watano, the big five wa mbugani. By the way, baada ya wazungu wa karne hii ya 19 na 20 kuwatambua wanyama watano hatari zaidi mbugani, ndio hilo neno au jina tukalibeba hadi leo la the big five. Ila historia yao kwa nini mpaka kufikia kuitwa the big five, ndio hiyo niliyokupa. Na watalii wengi wakienda kule Afrika, hawa ndio wanyama wanatakaga kuwaona kuliko wanyama wengine wote. Naongelea Afrika, lakini hawa the big five wanaishi umri tofauti tofauti mpaka kufa kwao. Hapa naenda kukupangia list kuanzia anayeishi umri mfupi zaidi mpaka yule anayeishi umri mrefu zaidi kuliko wote. Nitaanzia namba 5 kuja hadi namba 1, kwa maana ya kwamba namba 1 ndo mnyama katika listi hii, katika kategori hii ya the big five, anayeishi umri mrefu zaidi kuliko wenzie. Namba 5 anayeishi umri mfupi sana kuliko wenzie katika hii kategori ya the big five ni simba, lion.
mfalme wa nyikani, ndo mwenye umri mfupi zaidi kuliko wote. Na huyu simba ndo kivutio namba 1 kwa watalii kwenye hili kundi la The Big Five. Kwa nini simba anaishi umri mdogo? Being an apex predator, ule ushujaa. Simba anacheza karata ya ushujaa sana, kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kukua kwake. Ushujaa ni mzigo, ujue. It's a violent job. Na hii ipo hata kwa binadamu. Ukiwa sana shujaa, utaondoka kabla ya muda, bwana Mkunji. Ulimwengu umetufundisha hivyo. Tumeshashuhudia mashujaa wengi sana wamedondoka kabla ya muda kufika. Na hapa kwenye umri mfupi wa kuishi wa simba, simba dume ndo kabisa anakufa mapema. Kwa nini? Ushujaa. Simba dume top anaishi miaka 10 mpaka 12, ila simba jike wana umri mrefu zaidi, miaka 15 mpaka 16. Namba 4 ni chui, leopard. Katika hawa Big Five, napenda sana mgurumo wa huyu jamaa, tena huenda na upenda kuliko mgurumo wa simba. Unaujua mgurumo wa chui wewe? Unajua? Kati ya mgurumo wa chui na mgurumo wa simba, upi mzito zaidi? Sisemi au siulizi upi unaenda mbali zaidi. Hapana. Upi unatishia? Upi unaonyesha mamlaka? Weka maoni yako hapo kwenye comment section. Wastani wa kuishi kwa chui ni miaka 12 mpaka 17. Na kitu kingine kuhusu chui ni kwamba wanayakimbia sana majeraha. Mara nyingi akipata kidonda tu, shughuli imekwisha, hakiponi. Namba 3 ni African buffalo, nyati. Huyu ndo mnyama mwenye hasira zaidi kuliko wote katika hili kundi la The Big Five. Wastani wa kuishi wa miaka wa nyati ni 15, ni miaka 15 mpaka 22. Huyu maisha yake marefu kidogo. Nyati anafanana vingi sana na ng'ombe, hawa ng'ombe wa kufugwa hawa. Kuanzia kimonekano, nyati ni ng'ombe tu wa porini, ng'ombe wa mbugani. Na hata wastani wa kuishi unafanana. Nyati wastani wake wa kuishi ni miaka 15 mpaka 22, na ng'ombe naye ni hivyo hivyo, 15 mpaka 22. Ila siku ukikutana uso kwa macho na nyati, usijichanganye ukamfananisha nyati na ng'ombe. Yaani umeisha vibaya sana bwana Mkunji, utakuwa umeisha vibaya mno. Namba 2 ni kifaru, rhino. Wastani wa kifaru kuishi ni miaka 35 mpaka 50. Na hawa ni miongoni mwa wanyama ambao waga wafi kizembe. Hatari ya maisha yao iko pale tu mwanzoni wakizaliwa, ila akishakuwa mkubwa wa kimo fulani hivi, hakuna mnyama mwingine wa mwituni anayeweza kumuinda isipokuwa binadamu peke yake. Ukubwa wa miili yao na ngozi yao nene huwasaidia kuishi maisha marefu. Na undisputed champion, mnyama katika kundi la The Big Five anayeishi umri mrefu zaidi kuliko wenzie, ni tembo, ndovu, African elephant. Kwa wastani tembo anaishi miaka 60 mpaka 70. Mimba yake tu noma, anaibeba miezi 22, miaka 2 kasoro kidogo. Kwa nini afi mapema? Sio shida zake, lazima ale chumvi ya kutosha. Umri wa tembo kuishi unafanana sana na wa mwanadamu. Jambo la kushangaza kuhusiana na hawa tembo ni kwamba kifo chao cha asili kinakujaga mara nyingi baada ya seti ya meno makubwa ya mwisho kusagika kwa uzee. Akishindwa kutafuna, siku chache zinazofuata anakufa. Meno tu yanamuua tembo, kashindwa kwa kibogoyo. Hiyo ndo historia fupi kuhusiana na hawa The Big Five. Kama ulikuwa ujui, basi sasa unajua. Follow hii page kama bado hujafollow. Naitwa Dallas,
wengine waniita Captain Dupa. It is what it is.